Wakati huo huo, Rais William Ruto amezindua rasmi ujenzi wa kiwanda cha samaki katika eneo la Kabonyo Kanyagwal, kaunti ya Kisumu. Ujenzi wa kiwanda hicho utagharimu jumla ya shilingi bilioni 2.8. Ziara hiyo ya rais katika eneo la Nyanza ni ya siku 4 ambapo anatarajiwa kuzindua miradi mingine kadhaa. Introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. This is the ceremonial groundbreaking. Honorable God Olima, the Honorable Regina Kizito, the Honorable Tom Nyao. Katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria tunajenga landing sites, fish landing sites zingine 8. Pale Luanda Kotieno tumemaliza tayari fishing landing site ya kwanza. Pale Siaya pia tutajenga mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga pia landing site ingine hapo. Hapa Kisumu tunajenga landing site mahali inaitwa Asat na mahali inaitwa Ogal. Na vile vile Homa Bay tunajenga landing sites 2. Na kule Migori tunajenga landing site moja tumekamilisha Sori, na ingine tutajenga, so that we have at least 8 different landing sites. Na katika landing sites hizo tumeweka pesa shilingi milioni 900 kuhakikisha kwamba all those landing sites are functioning in the next 1 year. Na kando na hayo, zaidi ya familia 3,000 katika mtaa wa Gema eneo la Gilgil County ya Nakuru wanalalamikia vikali mpango wa kuwafurusha ili kutoa nafasi ya ujenzi wa reli kutoka eneo mjini Gilgil hadi katika eneo la kibiashara la Waria. Familia hizo zimepinga mpango huo ambapo reli hiyo inapita kwenye maeneo yao ya makazi. Kulingana na wakazi hao, zaidi ya ardhi ekari 240 huenda itapotea iwapo mpango huo utatekelezwa jinsi ulivyo kwa sasa. Tukijenga tulikuwa tukienda kwa stakabadhi ya serikali kuuliza vile tutafanya, na tukakuwa tunapewa green light ya kuendelea. Tumefanya all due diligence ambayo kwa inahitajika ukinunua shamba. Tumefuata process zote ambazo ni za kununua shamba. Tukifuata hizo process zote hatukuambiwa mambo na reli. Hatukuona mahali popote kwa the current map mambo na reli. Watu wa Nyandarua hata ndio tunafurumia sana kwa sababu hao wamekuja hapa Girigiri kwa sababu ya magonjwa ya baridi. Sasa wao wakikuja tena Gilgil wasikie tena reli imepita, tutaenda aje? Sasa kama mimi nilikuwa nimeanza kujenga, siwezi jenga because I don't know what will take next. Sasa mimi nimekuwa standard. Nifanya search, nikanunua map of Kenya na nikafanya kila kitu. DC akasign consent, title nika subdivision na nikapea watu wa matitle. Alafu mtu wa reli anakuja kututisha akisema kwamba ati kuna reli inakuja na inaenda kwa Ruto, kwa shamba ya Ruto. Sasa tunataka kujua kwamba haki iko wapi. Tukiachana na hayo, kamishna wa kaunti ya Kiambu Joshua Nkanatha amepiga marufuku kundi moja linaloendeleza imani potovu ambayo inashinikiza ukeketaji miongoni mwa maovu mengine. Kamishna huyo amekashifu vikali kundi hilo linalofahamika kama Gwatandai ambalo linaendelea kupata umaarufu. Amesema kutokana na imani hiyo potovu ya kundi hilo, watu 2 wameuawa, ambapo mmoja alimuua mamake kwa kumrusha ndani ya kisima cha maji kabla ya mshukiwa kujirusha. Mshukiwa anadaiwa alimtaka mamake akeketwe kulingana na hitaji la kundi hilo. Na tuelewane namna hiyo, hatutaki kukorogana na wasee ama nini, lakini hatutaruhusu naye sheria ivunjwe. Kwanza kama watanda hiyo mambo sasa kutaidwa mama, si tumekataa hiyo. Sheria imekataa, hata wasee wamekataa. So tulipoteza watu 2 kwa sababu ya shindikisho ya hiyo group. Tulituma askari wetu pale na DCC wa Githunguri, wakatuambia kwamba hii mambo ya
wakaenda wakakuta hata ile kibali walikuwa wanasema iko ya kuwawezesha kufanya ibada zao ilikuwa imekwisha, miaka 2-3 imeisha. So they were operating illegally. Na tukasimamisha, tukasema hakuna kibali tena. Na kama uko na grupu ambayo ina kibali, that group is illegal. Mimi tunaomba hii dini ya dhai hii tuko naye, na hiyo mambo inaelezeo hapa ya kukekeketa wanawake, hiyo sisi hatujui, na ni kitu hiyo serikali yetu ya Kenya haitaki, na sisi tuhusiani na siasa, na sisi mambo hiyo ya mafunzo ati inaambio tunalete watu kwa nguvu hapa, hiyo hapana, tukui naye. Na hapa sisi mambo ya bagi au mambo ya nini ya uhalifu, hiyo inasemwa hapa, hii tuhusiani naye. Haya, na sasa kwenye taarifa ya kuchangamsha, awamu ya 31 ya tamasha za ngamia imeng'oa nanga hii leo katika eneo la Maralal, kaunti ya Samburu. Tamasha hilo ambalo limewavutia wageni wa humu nchini na wale wa kimataifa linalenga kushinikiza amani na utamaduni kupitia shughuli mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwenye vile vile tamasha hilo. Wageni waliohudhuria watashuhudia mashindano ya ngamia hapo kesho. Today we are here to celebrate the 31st Maralal International Camel Derby, and I would like to take this opportunity to welcome all Kenyans, all the locals and international visitors to come and witness this very, very, very unique event. As we all know, we have not done this event for the last 4 years, and this is because of the COVID-19. And so we are back, and we are back in a very big way. And there is a lot that is waiting, for all of us. Na this hii camel derby inaleta hao pamoja. Tutakuwa na ngamia watakimbia, tutakuwa na baiskeli, tumekuwa na watu, na to do that we want to bring everybody together. Tumealika mandugu wetu kutoka Marsabit kwa sababu boda yetu na Marsabit pia tunakuanga na issue kidogo ya vita, na sasa tumeleta hawa so that pia washiriki na sisi na wapeleke amani, wapeleke good message upande ile. Samburu is a country with great sceneries, a country with beautiful culture, a country with beautiful people. As our people are called the butterfly people of Samburu. No wonder they are called butterfly, as you can see their dresses, you can see their culture. We are showcasing our cultural activities. We have the tangible and intangible culture. We have songs, we have lullabies, and we also have our artifacts that we are displaying in the Lorora. Kamishna ya Umoja wa Mataifa ya Ulaya imezindua mpango wa uchumi wa dijitali nchini Kenya. Kama sehemu ya mkakati wa kuwekeza, mpango huo unalenga kutoa huduma za interneti kwa shule 1300 katika maeneo kame nchini. Ufadhili huo wa kima cha shilingi bilioni 1.55 utafaidi wanafunzi 219,000 kwenye kaunti zote 47. Katibu katika Wizara ya Elimu Daktari Belio Kipsang amepongeza hatua hii. So honored in the audience to have 2 principal secretaries. Also our partners. Thank you. Yes. Watu wa hapa tunawajua usi. Yes. Asante sana. Thank you. Today, Team Europe is announcing the 430 million euros digital economic package for Kenya. And this flagship will connect approximately 1,000 additional schools to the internet and improving access to equitable, inclusive and quality digitally enabled learning. The government is in the process of connecting learning and training institutions
to internet through the Kenya Digital Economy Acceleration Program, which is run by my colleague, the PS for ICT and Digital Economy. Na asilimia kubwa ya Wakenya hawana imani na mazungumzo ya maridhiano ambayo yamekuwa yakiendelea na wanahisi hayatakuwa na manufaa yoyote. Kulingana na utafiti ambao umetolewa na kampuni ya utafiti ya Timely Kenya, asilimia 61.1 ya Wakenya wanadai mazungumzo hayo hayatakuwa na suluhisho lolote, huku asilimia 31 ya walioshirikishwa kwenye utafiti huo wakisema yataafikia matakwa hayo. Maeneo mengi yanayodai mazungumzo hayo hayatafua dafu ni eneo la Mlimani na eneo la Bonde la Ufa, huku maeneo kama ya Nyanza na Ukambani yakiamini kutakuwa na afueni kwenye mazungumzo. The findings on take of National Dialogue Committee, 61.3% of the people thought it was a waste of time. 34% thought it was going to achieve the purpose that it was created for. 3% felt like there will be a differ during report writing between the members of the committee because of their differences. 1% felt like it was a tax feasting avenue, and 0.7% really did not care. On the survey on the unending wrangles in Meru County, in the whole county, 68.7% of the people who were conducted on this survey were of the idea that she should be impeached. 26.7% felt there was no need for her to be impeached. 2.9% were undecided. 1% don't know, and 0.7% had no answer. Baadhi ya makundi ya utunzaji mazingira yameendeleza juhudi za kulinda kulinda bioanuai dhidi ya athari za mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa baada ya mwezi huu. Aidha, washikadau hao wamekerwa na ukataji miti kiholela kama Hezron Kimari anavyoarifu. Wakati taifa linatarajia mvua ya El Nino baadaye mwezi huu, mashirika mbalimbali vile pia makundi ya jamii yameonekana kuendeleza juhudi za jinsi ambavyo wangeweza kukabiliana pengine na uwezekano wa maporomoko ya ardhi katika baadhi ya maeneo, hasa sehemu ambazo za hifadhi. Na tutakuwa tunapata tu fursa ya kusikia baadhi ya kauli za viongozi vile pia na makundi ya kijamii ambayo wanajihusisha na masuala ya utunzaji wa mazingira kwa swala zima la upanzi wa miti katika maeneo hifadhi. Na KEFRI na washikadau wengine, Kenya Forest Service, IID, National Museum of Kenya, wanafanya kazi pamoja na wazee wa kaya ili kuweza kuhifadhi misitu ya kaya. Mojawapo za zile kazi tunafanya ni kujaribu kurudisha miti ya kiasili katika sehemu ambazo miti zimekatwa, na hii itasaidia sana jamii, haswa wakati huu tunatarajia mvua ya El Nino, kwa sababu Rabai, sehemu ambazo kaya zinapatikana ni sehemu za milima, na mvua ikinyesha nyingi huwa zinabomoka. Kwa hivyo wakati tunapanda hizi miti, zitasaidia kushikilia mchanga na kuzuia jamii na hatari zinazoambatana na ile kupomoka kwa sehemu za milima. Katika makaya, ile ni misitu asili. Ile miti mikubwa ambayo ilianza kukatwa pia imetuletea athari kubwa. Kwa sababu gani? Hata mvua zimekuwa zinatupita kwa sababu misitu inajaribu kuvuta upepo kutoka baharini, na sisi hapa tuko katika mlango wa bahari. Sasa tukikata miti mikubwa tunajiletea sisi wenyewe njaa. Shirika la KEFRI limekuwa na sisi kitambo, na kama machifu wangekuwa wana support hilo shirika sana, huu uharibifu ungekuwa hauko. Kwa sababu gani? Tunaenda tunapanda miti na KEFRI, tukitoka ile miti mikubwa tumeiacha, kesho tukaenda kuzungukia ile tumeipanda, miti mikubwa imekatwa. Sasa huku tunang'oa, huku tunapanda, ambapo ni hasara kwa sisi jamii ya Warabai. Mashambani kwetu pia hata minazi imeisha kufa. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni hatia Mrabai kukata mti wa mnazi, lakini tokea sijezi pawaso tumeibwaga mingi. Sasa Mungu akakasirika, ndio akatuletea jua minazi yote karibu 100% katika vichwa, kwa sababu ya
makosa yetu sisi wenyewe. Mradi huu ambao unanuia kuhifadhi maeneo ya kaya na pia kuanzisha miradi za kijamii kama vile za kiasili, kama vile ufugaji wa nyuki, utengenezaji wa vifaa vya kitamaduni kama vile ufagio kupitia rasilimali zile ambazo zinapatikana kwa urahisi kama vile mmea wa mnazi, na pia kuna vikundi ambavyo vinajihusisha na kutengeneza makaa safi ambao hauna uharibifu mwingi kwa mazingira, na kupitia njia hizi za mapato basi tunahakikisha kuwa maisha ya jamii inaboreshwa, lakini pia tunapunguza uharibifu na ukataji wa makaya kwa ajili ya kujinufaisha kimaisha. Kwa hivyo tumeweza kufaulu kwa kiwango kikubwa, tumeweza kufanya upanzi katika maeneo ambazo zilikuwa zimeharibika. Na hizo ndio kauli za viongozi na baadhi tu ya wanajamii ambao wanajihusisha na utunzaji wa mazingira, hasa upanzi wa miti katika maeneo ambayo yamehifadhiwa, lakini bado wanasisitiza changamoto ya ukataji wa miti kiholela ndio imesalia kuwa changamoto kuu katika juhudi zao za upanzi wa miti. Hivi sasa wakiomba serikali kuu iweze kushirikiana zaidi na serikali za kaunti, vile vile pia na vitengo husika kuona jinsi ambavyo wataweza kuangamiza ama kusitisha zoezi zima la ukataji wa miti kiholela. Na nikiripotia KTN News, mimi ni Hezron Kimari. Asante Hezron Kimari kwa taarifa hiyo. Naam, kongamano la viongozi wakuu la mwaka huu ambalo linaangazia ushirikiano kati ya taifa la Korea na mataifa ya bara Afrika limekamilika hapa jijini Nairobi. Taifa la Korea limekuwa likitafuta ushirikiano na mataifa ya Afrika haswa katika masuala yanayohusu utoshelezaji wa chakula, uchumi, sekta ya afya na vile vile masuala ya maendeleo. In Africa, our main ODA focus will be about increasing rice productivity in an area where the productivity per hectare is below the world average. We have solid digital agriculture technology, so we are trying to transfer our advanced technology to our partner by relevant ODA project, of course in agriculture area. We understand that integrated rural development is needed to address complex challenges in rural areas. Let's prepare and cooperate together to strengthen your health system so we can be better off and pass on the bright future to our next generation. This is a great honor and we appreciate Korea for this support. We look forward to learning the great journey that Korea has taken, and we want to deepen this friendship so that we can grow and deepen our friendship as two great countries. Kwingineko, muungano wa wamiliki wa mashirika ya kuajiri watu nchini Lebanon umesema kuwa utaimarisha mfumo wa utaratibu wa ushirikiano kati ya muungano wa Kenya na mashirika ya uajiri ya kibinafsi, yani KPEA. Chama cha ujuzi wa wakala wa uhamiaji wa Kenya, AMSC, na vile vile taifa la Lebanon ili kuboresha mchakato huo unaofanywa kwa njia halali. Sasa hivi tupate taarifa hiyo kutoka kwa Catherine. President Joseph Kamal and all other guests presented present like guests, our guests from this, and because we are going very fast, introduction please. Chairman, I have a lot of expectation from you, so you have a very big task. Please, your expectations and what we expect from Shepherd now. Give us a department for labor export, which is led by Madam Nyawera. The statistics that we have now is that we are receiving approximately 453 billion Kenya shillings. If you are to quickly convert that, I think that should be around, that should be close to 3 billion US dollars in terms of remittances, and that is actually the leading foreign income as a country, and I think this is where we found it right. This is one of our gem as a country, and we want to continue that. As a Kenya National Chamber of Commerce, we know government has set the target of 2 trillion in terms of remittances. We want to give ourselves a target of another of 1 trillion to be able to assist government in achieving that target. I would request this. We have our own government hospitals.
Our medical is more or less free of charge. Can we have our people be certified to be medically fit in a government hospital in Kenya? Let your accrediting body come and go through our hospitals and recommend the ones whom you feel or they feel will offer good services. We are committed to ensuring the employers provided essential legal documentation and health insurance, while also guaranteeing that workers receive their full financial entitlements. We actively engage with the Ministry of Labor to address any complaints we receive about this. Our constant communication and collaboration with the Lebanese General Security, as well as the relevant embassies and consulates, have enabled us to monitor the conditions of female workers in their workplaces. We provide information to the appropriate authorities in cases of complaints. Gavana wa Bomet Profesa Hilary Barchok amezindua mpango wa kukarabati barabara ili kuhakikisha uchukuzi hautatatizika wakati wa mvua ya El Nino. Gavana Barchok amesema mpango huo umefanikiwa baada ya serikali yake kununua mashine za kukarabati barabara na kuonya dhidi ya matumizi mabaya ya mashine hizo. Akizungumza katika wadi ya Chepchabas, eneo bunge la Konoin, Barchok amesema wizara ya barabara imetumia takriban shilingi milioni 303 kununua mashine hizo ili kupunguza gharama ya kutengeneza barabara. In our routine program, we are doing purchases quarterly. And the medicine that we have flagged off today is to a tune of 70 million Kenya shillings. I have the CEC and the CEO and the hospital have direct instructions from me that not again are we going to wait until when we have no medicine in the store when we begin to procure. But 1 month before we deplete the medicine in the store, we'll be able to secure. I thank KEMSA for their response. And I'm happy that we are partnering as county governments with KEMSA in a very strong way. And KEMSA can confirm that they have no debts from Kericho County government. We have paid all our bills and we have paid all the trucks that are supposed to come here. So these trucks that we have supplied today, we expect them to last for 3 months. But before 3 months elapsed, was the last month, we'll also be able to procure. Na mtazamaji, kufikia hapo anapata fursa ya kupiga tama la maji, la nitakuwa narejea na taarifa nyinginezo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Sibanduki ulipo.